ndani ya maisha yako. Ukweli ni kwamba hakuna mtu yoyote ambaye ameletwa duniani pasipokuwa na kusudi, kwa sababu kusudi ndo linaanza mbele, then unafuata wewe. Yaani mpaka wewe unaletwa hapa duniani, kuna vitu tayari vilishatengenezwa ambavyo wewe unatakiwa kuja kuviishi, wewe unatakiwa kuja kupambana navyo ili uweze kuokoa watu wengine au uweze kulisolve hilo kusudi. So ukitaka kugundua hilo kusudi ni lipi, hakuna kitu ambacho kimekuja duniani hakina uwezo. Kila kitu kimekuja duniani kina uwezo wake katika maisha. Tunakuja kumwangalia samaki. Samaki alipozaliwa ni kwenye maji, hakupaswa kufundishwa, hakupaswa kufundishwa kuogelea, tayari yupo ndani yake, ana uwezo. Umeona? Ndege uwezo alikuwa nao, hakuja kuchomwa sindano, hakuja kuwekwa kitu chochote au kufundishwa kupaa, tayari alikuwa na uwezo. So kila kitu ambacho kipo hapa duniani kina kusudi na Mungu alikiumba kwa sababu yake, kina kusudi lake. Hivyo ndani yako una power, ndani yako una uwezo mkubwa ambao Mungu tayari alishautengeneza. Sasa basi, ukitaka kugundua, cha kwanza angalia ni kitu gani ukikifanya kinakupa mafanikio makubwa sana. Yaani kuna kile kitu, kuna mtu tayari yeye ameshaombiwa akiimba, yaani yeye kidogo tu, watu wanasema sio, yaani yeye ni kidogo, lakini kuna mtu anaaswa, anaenda mazoezi asubuhi, mchana, jioni, lakini yeye ani akiimba atumii nguvu, watu wanakaa like wao wanamwangalia. Kuna mtu akiingia ulingoni, labda ni mtu wa mangumi wanapigana, hatumii nguvu. Unaona kama kina Mike Tyson, hatumii nguvu, tayari. Au ni watu ambao tayari wamekuwa wameshajigundua kusudi lao ndani yao na maisha yao itakiwa kuishi kwa namna gani. Hawatumii nguvu kubwa kwa kufanya kitu ili kuweza kufika sehemu moja au kupata mafanikio fulani. So angalia ni kitu gani ukifanya kwa wepesi katika maisha yako, hamasa. Yaani hamasa. Na kuna mwandishi mmoja anaitwa Joel wa hapa Tanzania, umeona, naye pia alisema ukitaka pia kujua kusudi lako, pia una uwezo wa kufuatilia marafiki zako. Umeona? Kama umeshindwa kabisa kuelewa, una uwezo wa kufuatilia marafiki zako na kuwauliza, hivi mimi nina kitu gani special? Kuna wale watu wako wa karibu, nina kitu gani special ukikiangalia, yani unasema, jamani, wewe jamaa una kitu hiki special. Hebu jaribu kuuliza watu wako wa karibu. Unajua kugundua kusudi ni kugumu sana, kwa sababu shetani mara nyingi usimama nyuma ya kusudi lako usiweze kulitimiza. Kwa hiyo anapambana sana na fahamu zetu kujua ni namna gani ya kuweza kushikilia, ni kwa namna gani anaweza kukushikilia ili aweze kushikilia yale makusudi yako au zile njia zako za wewe kutokufika ile kusudi lako. So una uwezo wa kuuliza watu ambao wako around, mimi niko na kitu gani special? Yaani mimi na kitu gani special? Watakwambia, bwana wewe una kipawa cha utumishi, una kipawa cha kuongea, kwa nini usikae MC? Usiwe mtu wa kuongelea watu, usiwe mtu wa kufundisha watu. Yaani kipawa, kalama ni ipo, Mungu tayari ameshaiweka ndani yako, ameshainstall. Na unatakiwa kuja kuiishi ili uweze kuwainua wengine ambao wameletewa wewe, ili uweze kutengeneza njia kwa wale ambao wameletewa wewe. Kwa ni vyema ukauliza, kama umeshindwa kabisa, uliza watu wako wa karibu. Uliza, ni nini ambacho unahisi mimi kwangu ni kiko special rafiki yangu? Okay, kuna nyingine unaweza ukarudi way back maisha yako ya nyuma. Kuna vitu ambavyo ulikuwa ukivifanya, unavifanya kwa powerful, kwa simple, lakini mafanikio makubwa. Hilo pia huenda likawa ni kusudi lako. Jaribu kuangalia kipindi gani ambacho ulikuwa utumii nguvu, lakini maisha yako yananyooka na zinaenda. Hicho kitu pia kinaweza kuwa kusudi lako. Ni muhimu sana kugundua kusudi lako katika maisha, kwa sababu duniani tumekuja kwa mission maalum. Isije kafika siku unarudi mbinguni hakuna kitu ulichokifanya. Na shetani anapambana vita siku na mchana kuja kuharibu makusudi ya watu wa Mungu, kuja kuharibu zile ndoto za watu